Kulikuwa na msichana mmoja aitwaye Nasia, mwenye umri wa miaka 15, aliyeishi katika kijiji kidogo cha Mwanangali kilichozungukwa na milima na miti ya miembe. Nasia alipoteza mama yake mzazi alipokuwa na miaka 6 tu, na tangu hapo maisha yake yaligeuka kuwa kivuli cha huzuni. Baba yake, Mzee Hamisi, alioa mwanamke mwingine aitwaye Mama Rehema, mwanamke aliyekuwa na uso wa tabasamu mbele za watu lakini moyo wa chuma baridi moyoni mwake. Tangu Nasia aingie darasa la 5, alianza kupata mateso ya kimya kimya kutoka kwa mama wa kambo. Alinyimwa chakula, alifanyishwa kazi nyingi, na alirushiwa maneno makali kila siku. Mbona hufai kitu wewe? Tazama hata vyombo huwezi kusafisha vizuri, mtoto wa kishetani wewe. Mama Rehema angemwambia kwa sauti ya ukali huku akimpiga kofi bila huruma. Baba yake alipoambiwa, Mama Rehema alijua cha kusema. Nasia ni mvivu, najaribu kumfundisha kazi za wanawake. Vinginevyo ataolewa kama mzigo. Lakini ukweli ni kwamba Nasia alikuwa mwerevu, mwenye ndoto ya kuwa mwalimu, na darasani alikuwa miongoni mwa wanafunzi bora zaidi. Mwalimu wake, Bi Halima, alianza kugundua kuwa Nasia anaficha maumivu. Alimuuliza, Nasia, kuna jambo linaendelea nyumbani? Lakini Nasia alikuwa kimya. Alikuwa ameapa moyoni mwake kutolia mbele za watu. Hakutaka kuonekana dhaifu. Usiku mmoja alipokuwa anafua nguo kwenye giza la korido ya nyumba, alisikia sauti ya ajabu kutoka kwenye chumba cha mama wa kambo. Ilikuwa ni kama mdundo wa ngoma ya jadi, sauti ya mwanamke akiongea maneno ya kichawi, moyo wa mtoto huyu usiingie kwenye nuru. Azidi kufa moyo, azidi kuzama Nasia alishikwa na baridi ya ghafla. Macho yake yalikutana na kivuli kisichoeleweka kikitoka chumbani. Ndipo alianza kushuku. Usiku huo Nasia hakuweza kulala. Kila akifumba macho, alisikia sauti ile ya kichawi, na alikumbuka jinsi kivuli kilivyopita mbele ya macho yake kama upepo wa kaburi. Alijua wazi mama wa kambo ana jambo la ajabu, na labda mateso anayopata si ya kawaida bali ya kishetani. Asubuhi ilipofika, macho ya Nasia yalikuwa mekundu kwa usingizi mchache. Alienda shuleni akiwa kimya kuliko kawaida. Bi Halima alimtazama kwa wasiwasi. Wakati wa mapumziko alimuita pembeni. Nasia, alisema kwa sauti ya upole, kuna giza linakufuata. Si la kawaida. Unajua unaweza kuniambia chochote, sio? Nasia alitazama chini, halafu akamjibu kwa sauti ndogo, Bi Halima. Usiku nimesikia Mama Rehema akiongea maneno ya ajabu. Kulikuwa na sauti ya ngoma na kivuli kilipita. Sijui kama ilikuwa ndoto. Bi Halima alinyamaza kwa muda, kisha akasema kwa tahadhari, Nasia, sio kila mtu ni binadamu wa kawaida. Mama yako wa kambo anaweza kuwa na mizizi ya kichawi. Na wewe uko kwenye njia ya moto. Unahitaji ulinzi. Toka siku hiyo, Bi Halima alianza kumpatia Nasia majani maalum aliyosema ni ya kinga ya nuru. Alimfundisha sala za jadi alizojifunza toka kwa bibi yake wa kiganga. Nasia alianza kuomba kila usiku kabla ya kulala. Lakini mambo hayakuwa rahisi. Mama Rehema alianza kumtazama Nasia kwa macho ya ajabu. Siku moja alipomkuta akiosha vyombo huku akihimiza dua, alimkaribia na kumgusa bega. Akasema kwa sauti ya chini, wewe unajaribu kuniangalia kwa macho ya mama yako aliyekufa, sio? Usiwe na hakika sana kama ataweza kukuokoa. Nasia alitetemeka. Kwa mara ya kwanza aliamini huyu si mwanamke wa kawaida. Kuna roho ya giza ndani yake. Lakini alikuwa na swali moja kuu, kwa nini mama wa kambo anamchukia kiasi hiki? Nini kilimfanya awe na uadui huo mkubwa? Usiku wa Jumamosi, baba yake Nasia aliitwa safari ya ghafla kwenda Mtwara kwa shughuli ya kazi. Mama Rehema alibaki na Nasia peke yao ndani ya nyumba. Ilikuwa fursa ambayo mama wa kambo alitumia kama mbwa mwitu anayevizia kondoo asiye na ulinzi. Nataka usafishe chumba changu leo usiku. Fagia kila kona, kila kabati, na usithubutu kuacha hata vumbi, alisema kwa sauti ya amri. Ilipofika saa 2 usiku, Nasia aliingia kwenye chumba cha mama wa kambo akiwa na mwanga wa kibatari.
Kila kona ya chumba hicho ilikuwa ya ajabu, kulikuwa na harufu nzito ya moshi wa ubani na vumbi la miti isiyojulikana. Ukutani kulining'inia hirizi na vikapu vidogo vilivyojaa manyoya, mifupa midogo na majivu meusi. Alipoanza kufagia kona ya kitanda, akasikia sauti kama ya kitu kinagongwa chini ya godoro. Akavuta godoro polepole. Chini yake palikuwa na ubao wa mbao uliotandikwa kama dari ya siri. Alipoutoa, ndipo alipokiona fuvu la mtoto mdogo limefukiwa kwenye mchanga wenye damu iliyokauka. Pembeni yake kulikuwa na kipande cha nguo kilichoonekana kama kile mama yake mzazi Nasia alikuwa amevaa siku alipozikwa. Kipande hicho kilikuwa kimelowana damu na kufungwa kwa kamba nyekundu. Nasia alirudi nyuma taratibu, machozi yakimtiririka. Kisha akasikia sauti kutoka mlangoni, "Unavizia nini wewe? Hujui mipaka yako?" Mama Rehema alikuwa amesimama mlangoni, macho yake yakiwa mekundu kana kwamba alitoka mahali pa moto. Nasia hakuweza kuzungumza. Mwili wake ulikuwa umefungwa na hofu. Lakini mama wa kambo hakumkaribia. Alitabasamu polepole akasema, "Sasa umeona. Sasa umeelewa. Lakini umekosea sana kuingia kwenye eneo hilo. Sasa nitakufanya kile ambacho nilifanya kwa mama yako." Nasia alikimbia chumbani kwake, akajifungia, akachukua kipande cha hirizi alichopewa na Bi Halima na kuanza kuomba kwa sauti ya juu, huku machozi yakimtoka kama mvua. Usiku huo, Mama Rehema hakugonga mlango. Hakutoa sauti. Lakini milango ya nyumba iligonga yenyewe, vikombe vikalianguka jikoni na paka mweusi alionekana juu ya paa akilia kwa sauti ya binadamu. Asubuhi ilipofika, Nasia alijua kama atakaa hapo atakufa. Lazima atafute msaada. Na mtu pekee wa kumsaidia ni Bi Halima. Lakini Mama Rehema hakuruhusu Nasia kutoka nje siku hiyo. Alimfungia ndani. Akamwambia, "Huwezi kukimbia kivuli chako. Huwezi kukimbia damu ya mama yako. Utalipa deni lake." Usiku ulipoingia, Nasia alikuwa bado amefungiwa ndani ya chumba chake, mlango ukiwa umefungwa kwa kufuli nzito ya chuma. Dirisha dogo tu ndilo lililompa hewa. Alikaa pale sakafuni akiwa amekumbatia hirizi yake, huku moyoni mwake akikumbuka maneno ya Bi Halima, "Ukitaka kupona, lazima uikimbie mizizi ya giza. Usiruhusu hofu ikufunge. Roho ya mama yako itakuongoza." Saa 8 usiku, upepo mkali ulivuma nje. Milango ililia. Mbwa wa jirani walikuwa wanabweka bila mpangilio. Nasia alisimama polepole, macho yake yakitazama dirisha dogo. Kwa kutumia kisu cha jikoni alichokuwa amekificha chini ya godoro, alianza kuondoa mbao za dirishani taratibu. Alijua kuwa ni lazima atoroke. Alipojibana kupitia dirishani, alishuka kwa kujificha, akakimbia polepole kupitia njia ya nyuma ya nyumba, akapita porini kuelekea kwa mwalimu wake. Alitembea kwa mwendo wa dakika 20, akipitia njia zilizotelekezwa, akijificha pale alipohisi kuwa macho ya mama wa kambo yanaweza kumwona. Alipofika kwa Bi Halima, alianguka mlangoni akiwa amechoka, akigonga kwa nguvu. Bi Halima alifungua mlango akiwa amevaa kanga ya usiku. Alipomwona Nasia, uso wake ulijawa na mshangao na huruma. "Nasia, Mungu wangu, umeponea chupu-chupu." Nasia alikumbatia mwalimu wake na kulia kama mtoto mdogo. Akamsimulia kila kitu kuhusu fuvu, kipande cha nguo na maneno ya Mama Rehema. Baada ya kusikiliza kwa makini, Bi Halima alisema kwa sauti ya kujiamini, "Huyu mwanamke amefunga maisha yako kwa laana ya damu. Lakini kuna njia ya kuivunja. Tutahitaji kurudi pale nyumbani usiku wa tarehe 13 na kuondoa fuvu lile. Hilo ndilo msumari wake wa uchawi. Bila hilo, nguvu zake zitavunjika." Lakini Bi Halima aliongeza, "Ukikubali kwenda, itabidi utembee kwenye njia ya kivuli, ambapo wachawi huota usingizi na roho zao huzunguka. Usipotetemeka, utashinda. Ukitetemeka, unaweza kupotea milele." Nasia alijua huu ndio mwanzo wa vita. Vita dhidi ya giza la mama wa kambo. Vita ya kurudisha uhuru wake.
Alikubali kwa kichwa tu, macho yakiwa makavu kama ya mtu aliyeamua kufa au kupona. Tarehe 13 ya mwezi wa giza ilifika. Usiku huo anga lilifunikwa na mawingu meusi na hata mbalamwezi haukuweza kupenya. Bi Halima alimwandaa Nasia kwa safari ya hatari. Alimvika hirizi ya shingoni, kumpaka dawa ya mti wa mkwaju kwenye viganja vya mikono na kumpatia chupa ndogo ya maji yaliyobarikiwa. Ukiona kivuli cha mama wa kambo usikimbie. Ukiogopa atapata nguvu zaidi. Lakini ukimkabili kwa imani atadhoofika, Bi Halima alionya. Waliondoka kimya kimya, wakipita njia ya mtoni, kisha wakazunguka nyuma ya nyumba ya mzee Hamisi. Usiku ulikuwa mzito kiasi kwamba hata mwanga wa taa za jirani haukuonekana. Walipoingia ndani ya nyumba kwa siri, Nasia alihisi baridi ya ajabu ikipenya hadi kwenye mifupa yake. Nyumba ilikuwa kimya, lakini hewa yake ilikuwa nzito kama msiba uliojaa. Walielekea moja kwa moja chumbani kwa Mama Rehema. Bi Halima alitoa mafuta yenye harufu kali na kuyachoma katika bakuli la udongo. Ndipo akaanza kumwongoza Nasia, fungua ubao ule pale chini ya godoro. Chukua fuvu na kipande kile cha nguo. Mara Nasia alivyoshika fuvu, kelele ya ajabu ilisikika toka juu ya paa. Kama vile mtu anaugulia na kulia kwa sauti ya simba aliyejeruhiwa. Sakafu ilianza kutetemeka. Vitu vilivyo ukutani vilianza kudondoka. Macho ya Nasia yalijaa machozi, lakini aliendelea kushika fuvu mikononi. Ghafla, kivuli kilichofanana na mama wa kambo kilitokea mlangoni, macho mekundu, sauti ya kina kirefu, umenitoa usingizini. Wewe mtoto wa laana. Bi Halima alisimama mbele yake na kuinua mikono juu, akisoma dua kwa lugha ya zamani ya Wagogo, ewe mzimu wa giza, rudi ulikotoka. Hatuna deni nawe. Funguka nguvu zako. Kivuli kilianza kulia, kikitetemeka kama moshi unaovutwa na upepo. Nasia alisimama kidete, akamwaga maji ya baraka juu ya fuvu. Papo hapo, kivuli kilipiga kelele kali na kutoweka kama moshi unavyoisha hewani. Giza zito lilipotea. Harufu ya damu ilitoweka. Sakafu ilitulia. Walichoma fuvu na kipande cha nguo hadi kuwa majivu. Usiku huo, Mama Rehema alipotea. Hakurudi nyumbani wala hakuwahi kuonekana tena kijijini. Siku iliyofuata, baba yake Nasia alirejea. Alikuta nyumba ikiwa tulivu, lakini mtoto wake Nasia akiwa amebadilika. Alikuwa na utulivu, macho yake yakiwa na nguvu mpya. Alipomsimulia yote, baba yake alilia kimya kimya. Mwaka uliofuata, Nasia alihitimu darasa la 7 kwa alama za juu, na alienda kuishi na Bi Halima mjini. Alikuwa salama. Lakini kila alipofunga macho usiku, alikumbuka kivuli kile. Na akajua siku moja angeandika hadithi yake ili dunia ijue mama wa kambo hakumuua, bali alimfundisha namna ya kupambana na giza.